ya ubatizo wa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Ile ahadi ambayo Yesu aliwazuia wasiondoke, na akasema mtabatizwa baada ya siku hizi chache, na alitimiza siku ya Pentekoste. Kwa hiyo hapa mimi nimeandika mifano mitano ya ubatizo wa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Nimechukua kwa kitabu cha Matendo ya Mitume. Mfano wa kwanza, siku ya Pentekoste, Matendo 2:1-4 pale. Mfano wa kwanza, siku ya Pentekoste, anatimiza kile alichokuwa ameahidi. Matendo sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 4 pale. Anasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja, kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwemo wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliokalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hapa Yesu anatimiza ahadi yake aliyoahidi kwenye Matendo 1. Hapo kwenye sura ya 2 tunaona kile ambacho Yesu aliahidi anakitimiza. Kwa hiyo uwe na imani. Hata wewe unahitaji Roho Mtakatifu kwa kumwamini, kwa kumpata. Ni haki yako. Ukiwa na imani, leo ni siku ya Pentekoste, hili tukio litadhihirika muda si mrefu kwako. Utajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu na wewe utaanza kusema kwa lugha nyingine kadri Roho atakapokujalia kutamka. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi mnaelewa? Inaonekana naenda haraka mnaelewa. Najaribu kukimbizana na wewe. Twende mfano wa pili kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Nyumbani kwa Kornelio. Yesu anaendelea kutimiza ahadi yake. Mfano wa pili unaotokana na kitabu cha Matendo ya Mitume, nyumbani kwa Kornelio. Matendo 10:44-46 pale. Matendo 10:44-46 pale. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10:44-46 pale. Anasema hivi. Anasema Petro alikuwa akisema maneno hayo. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawasikia wote waliosikia lile neno, na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Angalia nyumbani kwa Kornelio, Petro wakati amesimama anahubiri habari za ushuhuda wa Yesu, anaongea nao, nguvu ya Roho Mtakatifu ikashuka tena. Wote waliokuwa ndani ya nyumba ya Kornelio wakashukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, wakajazwa. Alafu wale ambao walifikiri ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya Wayahudi tu au kwa ajili ya waliotahiriwa tu, wakashangaa, wakasema jamani, hata mataifa walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu kama sisi. Kwa hiyo Mungu alitimiza ahadi yake. Hapa tunaona mfano wa pili, nyumbani kwa Kornelio. Kama alifanya nyumbani kwa Kornelio, anaweza kufanya hata ndani ya mwili wako. Alitimiza kwa watu wa nyumba ya Kornelio, anaweza kutimiza leo ndani ya nyumba hii ambayo mimi na wewe tumekaa. Amini kwa jina la Yesu. Maana moyo wako unaweza kuwa mbaya, kaona kama itawezekana kweli. Hawa waliitwa mataifa, lakini kwa sababu walimwamini, walikiamini kile ambacho Petro alihubiri, kwa kuwa mioyo yao ilikuwa tayari imemwamini huyo Yesu kwa ushuhuda tu ambao Petro alikuwa anausema. Walipokuwa na utayari, Roho Mtakatifu akaingia, wakajazwa na wenye nguvu ya Roho Mtakatifu. Twende mfano wa tatu, wanafunzi wa Efeso. Mfano wa tatu tunaona wanafunzi wa Efeso. Nimewambia mifano mitano kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Mfano wa tatu, andika wanafunzi wa Efeso.
Matendo 19 mstari wa kwanza mpaka wa 6 pale. Matendo 19 mstari wa kwanza mpaka wa 6 pale. Matendo 19 anasema ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita katika nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Angalia, kumbuka ilipotoka ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa kila aliyemwamini Yesu, ni kwa kila mtoto wa Mungu anatakiwa au na Roho Mtakatifu ndani. Kumkosa Roho Mtakatifu ni kukosa neema za Mungu. Kumkosa Roho Mtakatifu ni kushindwa kutembea katika mpango wa Mungu. Maana pasipo yeye hutaweza. Yesu anasema ninyi bila mimi hamwezi. Kwa hiyo si kwamba Yesu kama huyu anakuambia twende hivi twende, anakuja kwako kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Akiwa ndani yako atakusaidia mengi ambayo kibinadamu usingeweza. Sasa angalia wanafunzi wa Efeso wanakutana na Paulo. Paulo anauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Tena ameweka alama ya kuuliza. Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Fikiria, yeye anajua hao wameokoka na tayari wanaye Roho Mtakatifu, lakini wao wanajibu hata kusikia habari kwamba kuna Roho Mtakatifu hatujui. Ndio maana leo naangalia mtu anaokoka na ana namba kubwa kwenye wokovu, ana miaka mingi kwenye wokovu, lakini unaona anatumia akili yake kutembea kwenye wokovu. Pasipo Roho Mtakatifu lazima utaona wokovu mgumu. Ndio maana kwa nini leo watu wanaona wokovu ni mgumu? Wokovu ni kama kitanzi fulani. Wokovu kama ni mateso fulani, kama ni kunyima uhuru wa kufanya vitu fulani. Lakini nakuambia ukweli, unauona wokovu mgumu kwa sababu uko mwenyewe. Pasipo Roho Mtakatifu huwezi kufurahia neema ya wokovu. Wengi wameuchukia wokovu, wengi wamekuwa na wokovu wa kuigiza kwa sababu ni wenyewe. Sasa angalia wanafunzi kama hao. Paulo anauliza, anasema hata kusikia kama kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Anasema, anauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema ni kwa ubatizo wa Yohana, maana yule wa toba. Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu waamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Angalia, kabla ya hapo walikuwa wanena kwa lugha, kabla ya hapo walikuwa wapate mafunuo, walikuwa watabiri. Lakini baada ya mazungumzo kati ya wanafunzi na Paulo akaamua kuwawekea mikono juu yao. Alipoweka tu mikono juu yao, Roho akaja ndani yao, wakaanza kunena kwa lugha, wakaanza na kutoa na unabii. Hata wewe Roho akija ndani yako ataanza kukuonyesha kesho yako. Inawezekana sasa hivi umekata tamaa, unatamani kutoka kwa Yesu, lakini ngoja aje ndani yako, atakuambia mambo yanayokuja, atakujulisha neema ambayo Mungu amekuandalia baadaye, atakujulisha furaha ambayo Mungu anayo juu yako katika jina la Yesu. Pasipo Roho Mtakatifu unakuwa kama hujui unakwenda. Ni kama kipofu. Angalia, mimi naamini hata yaliyotabiriwa hapa Roho Mtakatifu alisema juu ya wao. Inawezekana walikuwa wanataka kuacha imani. Inawezekana walikuwa wanarudi nyuma, kwa sababu wokovu pasipo Roho Mtakatifu ni ngumu. Lakini wokovu pamoja na Roho Mtakatifu, yeye ndo anayetoa neema wakati wa majaribu, yeye ndo anayetoa neema wakati wa matatizo, yeye ndo anayetutia nguvu mpya. Hata kama tumekumbana na magumu na magari, kila siku anatupa nguvu mpya. Tunaendelea mbele kana kwamba hatupitii majaribu yoyote, si kwa akili zetu, kwa sababu yeye akiwa ndani yako anakuongezea mwendo, anakutia nguvu, anakufariji, anazungumza na wewe, anakuambia hata yale ambayo Mungu amepanga kufanya na wewe kwa wakati unaokuja. Pasipo Roho
kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu. Na kuambia ukweli ni kwa sababu unaiona ibada ngumu kwa sababu Roho hayuko ndani yako. Anapokaa ndani yako, hautatafuta sauti ya mchungaji wako akuambie twende kanisani. Yeye atasema na wewe, huyu ni majira ya kwenda kuabudu. Haya ni majira ya kumwimbia Bwana. Haya ni majira ya kumtolea Bwana. Haya ni majira ya kukaa kwenye ibada. Atasema na wewe. Angalia leo kanisa mpaka matangazo mengi kwenye redio, mpaka matangazo mengi kwenye TV, na uongo unawekwa pale kwamba ukija Yesu atafanya kila kitu. Hivi ni kweli? Ukienda kanisani basi siku Yesu atafanya kila kitu? Kwa nini mpaka waambiwe maneno mazuri ndio waje kanisani? Ni wenyewe wanajaribu kumtafuta Mungu. Pasipo Roho Mtakatifu ndani, wewe kumtafuta Mungu kwa ibada. Kama ingekuwa ni hivyo, tusingetoka kwenye dini. Kwa sababu hata kule tulionekana tunamtafuta Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa nini hatukumwona? Tulikuwa tunamtafuta kwa akili zetu. Kwa nini baada ya kuokoka na kujaza Roho Mtakatifu, ukikaa ukiomba unaona Mungu anakujibu, ukikaa ukimtafuta unaona anapatikana? Kwa sababu unapoomba katika Roho Mtakatifu, hayo maombi yanashikamanishwa na nguvu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Mbele za Mungu yanakuwa ni manukato. Manukato yale yanapoenda mbele za Mungu, Mungu anaanza kuachia majibu. Mungu anaanza kuachia yale unayoomba. Hata unasema nimeomba Mungu kwa habari ya jambo hili na mshukuru Mungu anaitendea. Lakini pasipo Roho Mtakatifu hata maombi unakuwa hujui. Unakuwa hujui. Ndio maana Yakobo anasema hata maomba vibaya. Pasipo Roho Mtakatifu lazima tuombe vibaya. Kwa sababu taomba vile unavyosikia ndani. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaomba vile kulingana na shida ulizonazo. Yeye akiwa ndani atakubadilishia aina maombi. Nakumbuka wakati fulani nilipata na kisa cha mama yangu. Bwana asifiwe sana. Mama yangu alitupiwa na wajomba zangu kwa ajili ya kesi za mashamba. Alitupiwa madini. Kwa hiyo akawa kama kichaa fulani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akasema aende kwa mchungaji, nikawa nakaa. Lakini tukafungua kesi washtaki wale wajomba kwa nini wamemfanya mama hivi. Kwa hiyo tukaenda kwenye kesi kule kijijini. Baada ya kesi, hali ya mama ikawa mbaya zaidi. Sasa familia wanataka mimi mchungaji muda wote nikae na mama hivi tutazamane. Ni kesho nishinde na muombe. Mungu ananiambia tumia nafasi hii uliokuja huko kijijini kuwashuhudia watu, nenda nyumba kwa nyumba. Kwa siku moja nakumbuka hali ya mama ikiwa mbali nyumbani, Roho ananiambia nenda kashuhudie. Yaani kana kwamba nyumbani hakuna tatizo. Nikaondoka, nikaanza kupita nyumba kwa nyumba kijijini na shuhudia. Nikafika nyumba moja, wanasema bwana mchungaji amekuja. Huyu binti yetu ana matatizo kadha. Nikasema safi. Kamshuhudia, nikaanza kumwombea. Pepo zikafumuka. Nafikiria niko mwenyewe. Wale wenyewe hawajua ya mapepo zinaepuka kwanza wanakimbia ndani wanafunga na milango. Niwaambia nisaidie kushikilia tu. Kwa hiyo nilianza kuombea mpaka saa 5 usiku. Bwana asifiwe sana. Nyumbani una mgonjwa na wanakutegemea wewe mchungaji mwenyewe karibu kwa sababu ni amechezwa na wajomba. Lakini Roho anakuambia achana na hii tatizo la ndani mwako, wewe nenda fanya ya kwangu. Wakati nafanya ya kwake, yeye akawa anafanya ya kwangu. Wakati nashughulika na mambo ya Mungu, natembea huku na huku, Mungu akawa anashughulika na tatizo la ndani mwako. Na inafika saa 5 baadaye anapiga simu analia. Anasema kaka si sawa. Hata maandiko yanasema ibada njema inaanzia nyumbani. Uwezo kutuachia mama na wewe unajua umeokoka. Wewe ndio una Yesu. Sasa unapocha angalia hali ya mama ni mbaya. Saa 5 lile pepo ndio linakuja kufunguka. Kaondoka pale nikajitia moyo, nikafika nyumbani. Hali ya mama ni kweli. Yaani ni kama amekata kabisa. Hii mikono kipeleka hivi na kubali. Shingo kipeleka hivi na kubali. Yaani ni kama kashakufa. Dada zangu wanalia. Walioko pale wanalia. Nilichojua kwamba Mungu hawezi kuniamisha. Bwana sio sana. Wao wananishangaa mimi nina amani. Wanaambia hivi kweli. Unamwacha mgonjwa ndani unaenda kwenye huduma kweli ndio uokole huo. Mimi nilichukua Biblia nikajua hawa hata nikibisha nao hawatanielewa. Nikachukua Biblia yangu
nikaenda sebuleni, nikamwambia Mungu, sikatai kumchukua mamangu. Sikatai kabisa, kwa sababu wewe ndio ulimleta, wewe ndio utamchukua. Lakini kumbuka, huku mimi nimewashuhudia habari zako na nimewaaminisha wewe unaweza. Akifa watasema kama kweli huyo ana Mungu, mbona hakumponya mama yake? Kwa hiyo naomba kwa ajili ya mataifa waliamini jina lako, naomba Mungu siruhusu hicho kitu. Mwanarudi anaendelea kuomba pale, ninageuza, naona dada anacheka, anakuja anasema kaka, mama anaimba. Yule ambaye ulikuwa ukigeuza hivi anaenda, ukipeleka hivi anaenda. Dada yule alikuwa analia, anakuja na kanga yake anafuta, kaka, mama sasa anaimba. Ninarudi kule, wimbo alikuwa anaimba ndio ujue kwamba Yesu aliyemfufua anasema hivi, mama anaimba, anasema amefufuka na sasa yupo nasi daima. Haleluya, haleluya, wokovu kwa wote. Alipoimba nikasema asante Yesu, kwa sababu umeniokoa na aibu ya kijiji. Hata wewe nakwambia, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako atakufundisha namna ya kufanya. Wakati unafanya yale ambayo yeye anataka ufanye, yeye atashughulika na kwako. Usiangalie mambo ya kwako, ukaangalia sana na kwako. Unulika na yale ambayo Mungu anataka ufanye. Wakati unafanya ya kwako, yeye atafanya ya kwako. Kadri unavyozidi kufanya kwake, yeye atazidi sana kufanya ya kwako. Yakobo anasema hata mkiomba maomba vibaya, unafikiri anakosea? Pasipo Roho Mtakatifu utahangaika na kwako sana. Na kwa sababu unahangaika na kwako na Mungu hakutaka vile, anakuambia endelea kuhangaika na kwako. Lakini yeye akija ndani, hata aina ya maombi atabadilishia. Bwana asifiwe sana. Hata namna yako ya kuomba itabadilika. Hawa wanamwambia Paulo hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu, hatukusikia. Sasa angalia, Paulo anaweka mikono yao, aina yao ya kuomba kwa siku ile. Nafikiri walikuwa naomba kwa lugha yao, labda kama ni Kiingereza au Kilatini au Kiyunani, walikuwa wamezoea. Lakini baada ya Paulo kuweka mikono juu yao, hata lugha ikabadilika. Hapa anasema wakaanza kunena kwa lugha hadi Roho aliyojalia. Lakini na unabii ukaanza kutoka. Watu ambao walikuwa wanaomba kavu sasa wanaomba mpaka wanatabiri kwa habari ya mambo yajayo. Kama si Roho Mtakatifu, hayo wangejua wapi? Haleluya kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi ya nne. Ahadi ya nne. Wasamaria. Matendo 8. Wasamaria. Matendo 8. 12 mpaka 17 pale. Nimesema mifano mitano ya ubatizo wa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo. Tunaona mfano wa kwanza Pentekoste, wa pili nyumbani kwa Kornelio, wa tatu wanafunzi, wa nne mfano wa nne Matendo 8. Hawa ni Wasamaria. Matendo 8 sura ya 5 mstari wa 12. Matendo 8 mstari wa 5 mpaka wa 17. Matendo ya Mitume sura ya 5, sura ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 5 nasema hivi. Asema Filipo akateremkia, akaingia mji wa Samaria, akahubiri Kristo, na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale aliyoyasema Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizozifanya, kwa maana pepo wachafu wakatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi walipooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Na mtu mmoja jina lake Simeoni, hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa. Wakasema mtu huyu ni uwezo wa Mungu ule mkubwa, lakini hakuwa na Mungu, alikuwa ni mchawi.
Mstari wa 11, wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume kwa wanawake. Wakabatizwa. Ushahidi wa ngapi huo? Wa 4. Wanaume kwa wanawake. Kwa hiyo kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ni haki yako uliyemwamini Yesu. Twende mfano wa 5. Sikae tena. Mfano wa 5, kuokoka kwa Sauli. Mwambie mfano mitano kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Kuokoka kwa Sauli. Mfano wa 5, kuokoka kwa Sauli. Matendo 9:17-18. Matendo 9:17-18. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 17. Anasema hivi, Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono, akasema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa. Paulo alikutana na Mungu njiani, na Anania ndiye aliyekuja anamwambia hapa, Bwana Yesu aliyekutana na wewe njiani amenituma. Baada ya kumhubiria akajazwa na Roho Mtakatifu. Anania wa leo ni mimi na wewe. Yesu ametutuma hapa tulihubiri neno lake, na wewe unayesikiliza, baada ya kusikiliza, Roho Mtakatifu atakuja juu yako, ataanza kufanya kazi na wewe. Usipige picha, ni lazima iwe kwa Anania. Anania ni wewe unayesikiliza hapa. Yeye anisikiliza. Paulo ni wewe unayesikiliza hapa. Yeye anisikiliza mtumishi wa Mungu Anania. Na Anania anamwambia Yesu ndio aliyemtuma. Bwana asifiwe sana. Hata sisi hapa aliyetutuma sio mkuu wa nchi, sio Rais Samia. Tumetumwa na Yesu tulete habari ya uzima wa milele. Kila atakayesikia na kila aliye na utayari, Roho Mtakatifu atakuja na kukaa ndani yake. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya mwisho andika, lugha hudhihirisha ujazo wa Roho Mtakatifu. Kunena kwa lugha kunadhihirisha kwamba huyu mtu amejazwa Roho Mtakatifu. Lugha hudhihirisha ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini ninene kwa lugha? Kwa nini ninene kwa lugha? Lazima nikijazwa Roho Mtakatifu ninene kwa lugha. Kwa nini kunena kwa lugha? Namba 1, andika, nazungumza na Mungu. Ninaponena kwa lugha nazungumza na Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2. Kwa nini ninene kwa lugha? Unaponena kwa lugha unaongea na Mungu. Kwa hiyo kila anenaye kwa lugha, maandiko yanasema hasemi na mtu, bali anasema na Mungu kwa mambo ya sirini. Kuna mambo Mungu anataka muongee na wewe, lakini si kwa lugha hii ya kwako. Inawezekana hii lugha akizungumza na wewe maadui watasikia, lakini anataka muzungumze kwa lugha ambayo ni lugha ya sirini, ni lugha special. Anakupa saa hiyo kadiri anavyotaka. Kwa hiyo wewe unanena kwa lugha na shetani hayasikii, majini hayasikii, wachawi hawasikii, jirani yako hasikii, lakini roho yako inaongea na Mungu, inazungumza na Mungu kwa mambo ya sirini, kwa mambo yanayotia aibu, kwa mambo ambayo hata rafiki yako usingeweza kumwambia. Sema amina kwa jina la Yesu. Pole wewe unaenda, umelala tu. Relax. Nawezekana mkutano wote waliokusudia ni wachache, ambao Mungu anataka ajaze hicho kisima ndani mwao, kiende kikalete mavuno. Kama baba askofu alivyotuambia, tunatamani kuwa na jimbo la upande huu, tusionekane tena jimbo mpaka tunaondoa. Kwa hiyo hilo jimbo, wanawezekana kuna wachache hapa watakaochota hayo maji, yataenda kutibuka ndani yao, wataanza kushuhudia, wachungaji wataweka mikono juu yao, wataanzisha makanisa na yatafurika. Tuombe tuondoke. Ujue
unachofanya. Namba 2, kwa nini kunena kwa lugha? Nimekwambia namba 1, nazungumza na Mungu. Wakorintho wa kwanza ile nimekupa 14 mstari wa 2. Namba 2, najijenga mwenyewe kwa nguvu. Unaijenga nafsi yako kwa nguvu. Unaponena kwa lugha unajijenga, yani kile kiroho chako kinaimarika, unakuwa mtu wa nguvu za ndani. Unakuwa Daudi. Nje unaonekana kijana mdogo, lakini ndani yako una nguvu za Bwana wa majeshi. Umejijenga kwa kunena kwa lugha. Leo tunawapata hapa kina Daudi. Nawezaje kuwa shujaa? Nawezaje kuwa hodari? Kwa sababu Daudi alikuwa haogopi kila kinachokuja mbele yake, anakipima na Mungu wake, anaona hiki ni kidogo sana. Alimuona Goliati ni jitu la miraba 5, lakini akapima Mungu aliyenaye, akaona Goliati ni katakata kadogo, ni katakata hiyo. Kwa nini? Nafsi yake ilijengwa. Kwa hiyo anayenena kwa lugha unaijenga nafsi yako. Wakorintho wa kwanza hiyo sura ya 14 mstari wa 4. Mbele kidogo hapa. Mstari wa 4 utaona yeye anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake. Huijenga nafsi yake. Kwa hiyo hapa nimeandika kwa nini? Kwa nini ninene kwa lugha? Namba 1, nazungumza na Mungu. Namba 2, naijenga nafsi yangu. Tena pointi ya hiyo tushuke chini kidogo. Andika ushahidi mwingine wa kujazwa Roho Mtakatifu. Tunajuaje wewe umejazwa Roho Mtakatifu? Hapo ndo namaliza kabisa. Tunajuaje huyu amejazwa Roho Mtakatifu? Ushahidi mwingine wa kujazwa Roho Mtakatifu. 1, kama ulikimbia hilo hapo ndo. Ushahidi mwingine wa kujazwa Roho Mtakatifu. Ushahidi mwingine wa kujazwa Roho Mtakatifu. Namba 1, nguvu ya kushuhudia. Aliyejazwa Roho Mtakatifu anakuwa na nguvu ya kushuhudia habari za Yesu. Nguvu ya kushuhudia habari za uzima wa milele. Leo kwa nini wainjilisti wamekuwa dini? Na kama tunao basi ni wale waoga. Roho Mtakatifu akiondoka ndani unaogopa kumshuhudia mwenye dhambi. Akiwa ndani umwonea aibu mwenye dhambi, hata kama ni bosi wako, hata kama ni kiongozi wa nchi, hata kama ni nani. Akiwa ndani yeye analeta nguvu ya kushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi. Matendo ya Mitume, nguvu ya kushuhudia. Matendo ya Mitume sura ile ya 1 mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Anasema hivi: lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata miisho ya nchi. Ushahidi kwamba wewe unaye Roho Mtakatifu ni kwamba nguvu ya kushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi, kuonya mabaya, kukemea dhambi, pasipo kuogopa chochote, pasipo kuangalia nini kitanipata baada ya haya ninayosema. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakupa ujasiri usio wa kawaida. Jana nilikuwa natembea maeneo ya kule Feni. Nikakutana na kijana mdogo sana, labda wa miaka 18 mpaka 20, akizidi sana labda 24. Anatembea mchana kweupe, kifua wazi, tumbo wazi, lakini hapa kafunga kaniki nyeusi. Hapa ana kaniki nyeusi. Hapa ana kaniki nyeusi. Kichwani ana mkanda mwekundu, anatembea pepo. Toka Feni anaelekea Darajani. Nilipomwona nikajua anachokifanya, kwamba yule kijana ni mtumwa wa shetani, lakini ana ujasiri mchana jua linawaka kufanya mambo ya shetani bila kuona aibu. Kwa nini sisi watoto wa Mungu hatuna huo ujasiri? Tena Mungu wetu wala hatuhaibishi kama shetani anavyomwaibisha. Anampendeza uchi na yuko tayari kutembea uchi. Kafunga kiumega tu cheusi kidogo kabisa. Tumbo kifua chote kiko wazi. Na manguo meusi na mekundu kichwani. Lakini ni kijana yuko safi, sio kitaa. Ni unaona kabisa kijana aliyevua nguo zake anatekeleza masharti ya Mungu yake. Kwa nini sisi kushuhudia leo imekuwa shida? Bwana siwe sana. Nguvu hatuna. Na wao mtu anaenda kushuhudia anaona haibu.
Akiambiwa maneno mawili matatu basi na ushuhudaji wewe anaacha. Mimi nakwambia ukweli, Roho Mtakatifu akija ndani yako, utaanza kuvuruga pale kwenye familia, utawashuhudia wazazi wako, kaka zako, dada zako, kama ni kazini utashuhudia kazini, kama mahali popote, kila mmoja utataka ajue habari za ufalme wa Mungu. Huwezi nyamaza kama Roho Mtakatifu yuko ndani. Kama hayupo lazima utanyamaza. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, ushahidi wa pili kwamba wewe una Roho Mtakatifu. Analeta ujasiri ndani yako. Analeta ujasiri ndani yako. Matendo 4:18 mpaka 13. Matendo 4:10-13. Tunakujuaje unaye Roho Mtakatifu? Ujasiri. Ujasiri. Matendo 4:10-13 pale. Anasema hivi: Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lililodharauliwa na ninyi wahashi, nalo limekuwa jiwe kuu la pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu waliopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Anasema basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Angalia, wanamjua Petro, wamjua huyo Yohana si mtu aliyesoma kusema ujasiri ule ni kwa sababu ana PhD. Ujasiri ule ni kwa sababu ana degree 3. Wanajua Petro ni kwamba mtu asiye na elimu, lakini vitu anavyoviongea na ujasiri ulioshikamana naye, wakasema bila shaka yule Yesu tuliyemjua yuko pamoja naye, kwa sababu kwa ujasiri huu na watu hawana elimu, hawana maarifa yoyote, bila shaka Yesu ni kweli. Yesu alikuwa pamoja naye. Yesu akiwa ndani yako, ujasiri, kutokuogopa. Leo kanisa linaogopa. Bwana asifiwe sana. Tumekuwa waoga, na Biblia inasema waoga sehemu yao ni katika ziwa la moto. Mungu akusaidie upate Roho Mtakatifu, aondoe hiyo roho ya uoga, maana pasipo kuondolewa roho ya uoga, waoga na wazinzi na walawiti sehemu yao ni katika ziwa la moto. Kuna watu wataenda jehanamu si kwa sababu walifanya dhambi. Uoga. Huwezi kukemea, huwezi kuonya, huwezi kukemea, hata kama baada ya kukemea kuna baya yote inatokea, na huwezi kukemea. Hiyo sio hali yetu. Hali ya kanisa aliyejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Uoga unatoka wapi? Kwa nini tuogope? Haleluya kanisa. Angalia, huyu anaongea mbele za wakuu, mbele za wenye mamlaka, anawataja kwamba ninyi wahashi ambaye mmelikataa jiwe lile jiwe sasa limekuwa jiwe kuu la pembeni, nyinyi mulimuua mtu yule mwenye haki. Anawataja hadharani, na wanakamatwa, wanawekwa magerezani, wanapewa adhabu, lakini hawaachi. Leo hata ukahubiri injili hakuna naye kukamata, hata ukashuhudia hakuna naye kukamata, lakini watu tunaogopa. Yaani unamuogopa binadamu mwenzako. Haleluya kanisa. Ujasiri ni tabia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tutakujua kwamba huyu kijana sasa Roho wa Mungu yuko ndani yake. Tutaona ujasiri, si ujasiri wa kipepo, ujasiri katika mambo ya Mungu, mambo ya haki. Watu watakuona unakemea haki, unakemea uovu, unakemea dhambi, unasimamia kweli, hata kama watu wengine watakuchukia, lakini unakuwa na misimamo ya kimungu. Haleluya kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio mimi kwa kesi nilizofunguliwa pale Kigamboni na kupelekwa kwenye mabaraza mbalimbali, mengine mpaka sijawahi kuyajua, kama Roho wa Mungu
asingekaa ndani, ningeukimbia ule mji. Kuna siku nimeitwa kwenye baraza, wanasema kuna Wakristo na dini mbalimbali tunakaa pamoja siku hizi. Wanazuri sana. Wanatimiza unyakuo. Wanatimiza maandiko kwa ajili ya unyakuo. Sasa wameniita pale watu mbalimbali na diwani wa Kigamboni huko pale. Wanasema kanisa la huyu mchungaji Mapunda linafanya Kigamboni yote hatulani. Wanasikia sana. Hivi kweli kuna vyombo naweza kuhubiri wilaya nzima zikasikika. Lakini yakaongeleka mashtaka mengi juu yangu mbele ya diwani wako, na wamekaa wamejiandaa kweli. Wanasikia sana. Akainuka shehe moja akasema, mimi nina eneo langu, anataja Machakani huko, nina eneo langu huko, niko tayari ni wape hata bure, watoke pale. Alafu Mungu anakuambia tulia tu. Hii vita si yako, ni ya kwako. Bwana siwe sana. Akasimama, mimi sikuongea, akasimama diwani. Mungu alichukua kile ninachotamani mimi kusema akakiweka kwa diwani. Diwani aliongea, nikasema asante Yesu ambaye uko pamoja nami, umenitetea mbele za wakuu. Kasema Mungu ningefunga. Kwa sababu mmoja akasema wewe kaa na sisi tukae. Mwingine akao kila tukitaka kwanza ibada yuko mlangoni. Mimi na mgonjwa ndani, funge ni vyombo na mgonjwa hivi tuache ibada kwa sababu ya ugonjwa. Na mwambie mlete Yesu yuko hapa atamponya. Anasema kijana wa dharau, wewe hujui mimi Muislamu na mletaje? Lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani. Haleluya kanisa. Ujasiri. Anakupa ujasiri. Haleluya kanisa. Pasipo Roho Mtakatifu unaogopa. Mmoja naye akaamka usiku wa manane kaja kuandika hakuna kukesha kuanzia leo. Anaandika pa, nikamwambia ni wewe ndio, hata sikusikiliza. Wenzako wamechemka nikusikie wewe. Wewe andika, weka hata na sahihi hapo chini. Njoo Ijumaa ijayo unatakuta tunakesha kama kawaida. Yaani akajua kwa sababu anaandika tutaogopa. Wewe andika leo, andika moto. Haleluya kanisa. Unapata watu ujasiri. Hapa wanasema tunawajua Petro na Yohana hawana elimu, hawana uwezo huo. Bila shaka yule Yesu yuko naye. Ni kweli unapompokea Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe anakuja ndani yako. Kwa hiyo si wewe unafanya, ni Yesu anafanya pamoja na wewe. Na Yesu akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Mungu akupe Roho Mtakatifu leo. Yesu aje akae ndani yako ili ukapasue miamba katika mataifa. Ni habari njema kwa walio tayari. Lakini kama uko tayari utaona kama wanini. Kwanza watatu. Nimekuambia Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Jambo la mwisho, tutakujuaje wewe una Roho Mtakatifu? Kuimba na kushukuru. Tutakujua wewe una Roho Mtakatifu, nyimbo na shukrani zitaambatana na wewe. Watu wengine wananyanyuka nini? Watu nazidi kupungua. Au tuko nje huko. Kuimba na kushukuru. Mtu aliye na Roho Mtakatifu ndani yake kumejaa nyimbo na shukrani.